Hii ni Taswira Viwanjani. Hujambo na karibu, jina langu ni Eustace Wamalwa. Mountain Stars imeendelea kuonyesha ubora wake katika ligi ya Mombasa Division 2 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Kongwa United, huku Remy Shadrack na Idi wakifunga mabao yaliyoihakikishia timu hiyo pointi zote 3. Akizungumza baada ya mchezo huo, kocha wa Mountain Stars Bashir Mohamed amesema ushindi huo umetokana na maandalizi mazuri ya kila mechi, akieleza kuwa kikosi chake hupitia makosa na baada ya kila mchezo kuyarekebisha, jambo ambalo limewasaidia kushinda mechi zao na kuwa tayari kukabiliana na mpinzani yeyote. Tunakuanga na plan za game sisi wenyewe every time, and then kienda game lazima tuwe na plan za game. Tunajua na watu fanyaje kwa game ili tu win. Kuna system tutatumia na kuempower vijana swa kuhusu mambo ya game nini na nini. And then after hapo tunakuja kushamaliza game, tutakaa tuongea, tutarekebisha makosa. So tunaja tu, yani tuko fit tu. Kwa yote yuko aje tu. Tupo. Tuko fiti, tumejipanga, akija ajipange pia. Ajua anakuja kushikana na miamba. Anajua shikana na miamba kwa sisi si wadogo vile. Kwa tumetoka faa. Tuone tukistuka. Kwa upande wa Kongwa United, kocha Baraka Kaindi almaarufu kama Coach Kai amekiri kuwa makosa yaligharimu timu yake, akisema katika mchezo wa soka kosa lolote huadhibiwa, na ndivyo sababu walishindwa kupata matokeo mazuri katika mechi hiyo. Hata hivyo, Kai amesema kikosi chake kitaongeza juhudi mazoezini wiki hii ili kurekebisha mapungufu yaliyojitokeza, akisisitiza kuwa wana imani ya kurekebisha katika kiwango kizuri na kupata matokeo ya bora kwenye michezo ijayo. Game imekuwa tu nzuri, sema shida zimetokea hapa na pale, tutafanya tafuta nini kurekebisha. Ya kwanza ilikuwa kuna blunders za defense ambayo tumewakabidhi kama mambo mawili, lakini that is football inakuwa punishable by mistakes. So if a mistake unakuwa punished. So we are sure tunaenda kufanyia kazi hilo katika mazoezi ya hii wiki, jirekebishe kwamba wiki ijayo tuweze kufanya vizuri zaidi na kurekebisha katika makosa yetu. Kwa upande mwingine ni kwamba Kenya ilijikomboa baada ya kutoka sare ya 1-1 na kushinda mechi ya pili ya kitaifa ya T20 kwa wiketi moja katika mfululizo wa mechi mbili za T21. Mchezo wa pili wa kimataifa ya T20 uliochezwa katika uwanja wa Nairobi Gymkhana Club siku ya Jumamosi ulikuwa kivutio kikuu katika kriketi ya Kenya. Kenya ilianza vibaya siku hiyo baada ya Fiaz Ahmed wa Bahrain kuongoza timu ya wageni kwa kucheza kwa ustadi mkubwa na kufunga mikimbio 88 kutokana na mipira 49. Licha ya juhudi za kishujaa za nahodha wa Kenya Darren Kondoria aliyefunga mikimbio 73, wenyeji walipoteza mechi ya kwanza ya T201 kwa tofauti ya mikimbio 15. Licha ya juhudi za kishujaa na nahodha wa Kenya Darren Kondoria aliyefunga mikimbio 73, wenyeji walipoteza mechi ya kwanza ya T21 kwa tofauti ya mikimbio 15. Katika mechi ya pili, Bahrain aliweka lengo gumu la mikimbio 149 baada ya Fiaz Ahmed kung'ara tena kwa kufunga mikimbio 65 na kumaliza akiwa mfungaji bora wa mechi. Na katika tetezi za wamishon kwamba klabu ya Arsenal imefikia makubaliano ya awali ya kuilipa Newcastle euro milioni 90 kumsajili kiungo wa Brazil Bruno Guimarães mwenye umri wa miaka 28. Mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah mwenye umri wa miaka 38 yuko karibu kukamilisha uhamisho wake kwenda klabu ya Trabzonspor ya Uturuki, licha ya kuwa awali alikubaliana kwa mdomo kujiunga na Besiktas baada ya kuondoka Liverpool msimu huu wa kiangazi. Bayern Munich bado haijakata tamaa kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Benjamin Sesko, ikimwona kama mrithi wa muda mrefu wa Harry Kane. Kocha wa Manchester City Enzo Maresca anataka kuungana tena na winga wa Chelsea Pedro Neto mwenye umri wa miaka 26, huku City ikijipanga na dau la pauni milioni 70 kumng'oa Chelsea. Kufikia hapo natamatisha Taswira Viwanjani. Jina langu ni Eustace Wamalwa.